kiwango gani? Mungu wetu ni Mungu ambaye anaishi na anasikia kilio chako. Na ni vizuri kumjua, moyo wako utamani sana kumjua Mungu. Kama vile wewe unatamani kujua kitu fulani. Kuna mtu anasema mimi natamani kujua lugha fulani. Kuna mtu anasema mimi natamani kujua kazi fulani. Kuna mtu anasema mimi natamani nione kitu fulani. Lakini tamani sana kumjua huyu Mungu. Maana moyo wako ukitamani sana kumjua Mungu, na Mungu anakaa karibu na wewe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na ndio maana neno imezungumzia ikisema wakati tunapomjua huyu Mungu, na yeye Mungu anakaribia karibu na sisi. Sasa swali ni je, wewe unaujua Mungu kwa kiwango gani? Na Mungu ako kwako kwa kiwango gani? Wakati tunapomaliza mwisho wa huu mwaka, tangu tulipoanza, wakisanya kiwango cha wewe kumjua Mungu iko kiwango gani? Zile percentage. Wakiondoa percentage. Imagine umekuwa kanisani, umesoma neno la Bwana, umeomba Mungu, umemuita Mungu, lakini swali ni je, kiwango chako cha kumjua Mungu iko kiwango gani? Hata kuna watu leo hii wamekaa kanisa miaka mingi lakini hawana ufahamu wa kumjua huyu Mungu. Na moyo wao hauko tayari kumjua Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kumjua Mungu. Wakati tunapomjua huyu Mungu, kuna mambo atatusidishia. Na kuna mambo ambayo atatupa, na sisi tutakuwa wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Wakati imesalia masaa kuweza kuingia mwaka mpya, ni vizuri tuwe na tamanio sana ya kumjua Mungu. Kwa sababu tunapoangalia tunaona ya kwamba, tunakuta ya kwamba watu wengi wako na mazoea ya kuingia mwaka mpya, lakini wako na mazoea kuingia mwaka mpya. Vile uliingia mwaka mpya last year, ukaingia mwaka huu, hata mwaka huu sasa unatarajia kuingia mwaka nyingine. Kuna mazoea fulani watu wako nayo. Lakini swali ni je, katika mwaka huu unaokuja, wewe uko na tamanio gani wa kuweza kumjua huyu Mungu? Maana kiwango chako cha kumjua Mungu kitakusaidia sana wewe kuweza Mungu kukaa karibu na wewe, na Mungu kuweza kukusaidia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na ndio maana anasema katika kitabu cha Kumbukumbu mlango wa 30 mstari wa 6, kuna neno linazungumza pale jinsi ya wewe kutamani kuweza kumjua Mungu zaidi kuliko kujua vitu vingine zaidi. Maana unapokaa na kumjua Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu atakupa. Inaendelea kusema namna gani? Nasema hivi: Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tunaona Mungu anasema wakati unapomjua, kuna mambo ambayo zinaongezeka kwako. Uzao wako unazidi kukua mingi. Mapato unayopata yanazidi kuongezeka, na wewe unazidi kukua hai. Kwa hivyo mwanzo wa mtu kukua hai lazima amjue Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Uhai wetu uko katika mkono mwake Bwana. Na kama uhai wetu uko katika mkono wa Mungu, lazima tumjue huyu Mungu. Maana tunapoendelea kumjua Mungu, hakika kuna mambo tutapata wakati tunaendelea kuishi katika mikono ya Bwana. Watu leo hii kuna vitu vinawasumbua. Na kile kinachosumbua mtu ni kukosa kumjua Mungu zaidi. Maana unapojua Mungu zaidi, vitu vinazidi kuongezeka. Lakini wakati tunaposhindwa kumjua Mungu, ndio naona watu wengi wanakata, uhai wa watu wengi unazidi kwenda. Tunasikia kuna watu wamekufa kwa sababu ya hii na hii, na ni kwa sababu ya kukataa kumjua Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tamani sana kumjua Mungu. Na wakati unapotamani kumjua Mungu, kuna mambo Mungu anakusidishia. Tumeambiwa uzao wako unakuwa, na mazao yako yanakuwa, na wewe unaendelea kuwa hai kwa sababu ya kumjua huyu Mungu. Watu leo hii wamebuni vitu vingi, na hizo vitu vingi ndio vinamaliza watu hata sasa. Na hata sasa kuna watu wanapanga kubuni mambo mengine mwaka unaokuja. Lakini wewe unatamani kufanyia Mungu nini?
Mwaka unaokuja wewe unatamani nini? Moyo wako unatamani nini kumtukuza Mungu? Maana kuna mtu hata sasa hivi hana hata mawazo yoyote kuhusu kumfanyia Mungu jambo lolote. Hana hata fikira lake liko mbali na huyo Mungu. Na ni vizuri umtamani kujua yeye na ukae mbele zake ukijua ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu atakusidishia wakati wewe unapomjua. Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndio nikasema ya kwamba mwanadamu shetani anamtumia vibaya. Katika memory ya mawazo yake ama memory iliyo ndani ya moyo wake, shetani anamuhifadhia mambo mabaya. Simu tuko na simu. Na hiyo simu iko na memory. Na kila simu iko na kiwango chake cha memory. Kuna zile zinabeba 2GB. Kuna zile ya 1G, kuna 8G, kuna 32G. Sasa wewe yako ni gani? Moyo wako unabeba kiwango gani ya mabaya na inabeba kiwango gani ya mazuri? Na kama wewe ni 1G katika moyo wako, hili neno unapolisikia na ukutane na mabaya, kwanza inavuta neno la Mungu, alafu inahifadhi mbaya mahali pale. Na ile mbaya ndio watu wametembea naye miaka 20. Hata sasa ukiuliza mtu 20 years ago nini ilifanyika, utasikia mtu ako na hiyo, kwa sababu memory yake imebeba mambo mabaya, lakini mazuri ya Mungu haiko ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni vizuri ndani ya moyo wako ubebe mambo mazuri, na unapobeba mazuri ya Mungu, Mungu atakusidishia na uzao wako utaongezeka. Watu wengi wamesahau neno la Bwana. Na ndio nikasema watu wako na mazoea ya kuingia mwaka mpya. Wako na mazoea. Hata sasa kuna watu wamejiprepare. Wengine wako na mazoea tutaingia tu tukiwa kwa bar. Wengine wanazoea tutaingia tu tukiwa kwa kanisa. Bora pastor atuombee, akishamaliza kutuombea si tunarudi hali yetu ya kawaida. Lakini moyo wake haujajiprepare kumtafuta Mungu mwaka wa 2024. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hii mwaka kuna mambo ambayo hujafanya vizuri. Kwa hii mwaka kuna mambo ambayo haukuenda katika njia mzuri mbele za Bwana. Lakini haujajiprepare, haujajipanga na kumwambia Mungu, hakika Bwana mimi nimekosea kwa hii mwaka. Ninaomba unisaidie mwaka unaokuja nitembee na wewe. Badala yake wengi wanabeba lawama na wanasema Mungu, mimi nilikuwa nimekubali, lakini kitu fulani ndio ilinikosea. Na hata nilipokuita sikuona ukinipea. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Lakini umesahau Mungu amekuhifadhi hai. Amekulinda. Anakupa nafasi ya wewe kukubali kwenda mbele zake. Mwaka jana kabla hujaingia mwaka huu, ukasema Bwana ninaomba unisamee. Mimi nimekosa kwa ajili ya hii mwaka. Mimi nilifanyia watu vibaya, nimefanyia fulani vibaya, nimetenda hii na hii. Kwa hivyo naomba unisamee. Mwaka unaokuja wa hii ambaye tunakamilisha, mimi nitakaa mzuri. Baada tu ya kuingia mwaka huu, hiyo mazuri iliisha. Badala yake zile memory mbaya zikarudi. Wewe ukaanza kutembea kwa njia iliyo mbaya. Na sasa tunaingia mwaka unaokuja. Na tumesikia mwalimu akisema lazima usaliwe mara ya pili. Na huyo mwaka lazima ukubali kuzaliwa mara ya pili. Na utembee katika njia za Bwana. Na ujitolee. Katika nyumba ya Mungu kuna mambo mengi ambayo yanafaa mtu kufanya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tunapoendelea mbele tunaangalia katika kitabu cha Ezekiel, mlango wake wa 11, mstari wake wa 19. Vile vile tunaona jinsi ya wewe. Je, wewe unajuaje huyu Mungu? Ukiulizwa juu ya mwenzako unaweza eleza. Ati huyu mimi namjuanga, ukimkosea tu ako na hasira. Huyu ukimkosea tu yeye ni akubeba maneno. Huyu ukimkosea tu yeye atakumaliza. Huyu ukimnyang'anya tu yeye akuachi. Kwa hivyo bila umejua mtu, swali ni je, na wewe unamjuaje huyu Mungu? Na unatamani kumjua Mungu kiwango gani? Maana neno imesema wewe utakuwa hai na vitu vyako vitaongezeka. Inaendelea kusema namna gani? Tasoma kwa uwepo wa Bwana. Nasema hivi. Nani
nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kabla tujaingia mwaka mpya, mwambie Bwana akusaidie, akuondolee roho ya jiwe na akupe roho ya nyama. Moyo wa nyama ukae ndani mwako. Ndio unasikianga wengine wasema huyu jamaa, huyu mtu ako, yani moyo wake ni kama, yani ako, yani yeye ni kama mnyama. Moyo wake ni ngumu sana. Huyu mtu abadilike haraka. Huyu mtu asikii. Sasa we omba Bwana, mwambie Bwana, niondolee ile moyo ambaye nilikuwa naye mbaya, uniwekee moyo mzuri. Unajua moyo wa jiwe ni ile watu ambayo wanasikia neno lakini bado wanarudia kufanya mabaya. Wao watu wako na moyo wa jiwe. Sasa mwambie Bwana akupe moyo wa nyama, ili ukisikia neno na unafanya sawa sawa na vile neno inavyosema. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa sababu mtu akiwa na moyo wa jiwe, yeye hata ubiriwe mambo ngapi, hata Yesu mwenyewe akuje hapa, hata nani akuje hapa, yeye hatasikia, kwa sababu ako na roho ya jiwe. Na tabia za roho za jiwe zinakanga dondikea, hazijali na Mungu, hazitaki kwenda katika mpango wa Bwana. Na ndio maana Mungu anasema katika kitabu, anasema na mimi nitashukisha kwenyu roho ya nyama. Wewe unajijua, wewe unajua ni roho gani ambayo wewe uko nayo. Hata wewe unajuanga tu vizuri, mimi hata waseme namna gani, hii mimi sitawacha. Mwingine aliwahi sema hata waniambie nini. Mwingine akaniambia pastor, hata useme nini, mimi sitasamea yeye. Sitasamea huyo kabisa. Na nikamwambia wewe wachilia roho yako iwe nyepesi. Akasema hakuna kitu kama hiyo, tutasameana mbinguni. Yes, haya yuko, alienda. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na je, kama alikufa na hakusamea yule, sasa yeye yuko wapi? Yeye ameenda na roho yake ya jiwe. Sasa usikubali kukuwa na roho ya jiwe, roho ambayo haiko tayari kubadilika, roho ambayo haiko tayari kuenenda katika mpango wake Bwana. Kwa sababu unapokuwa na roho ya jiwe, hata wakuambie uzuri wa Mungu, wewe uone uzuri wa Mungu. Unaona tu ile mambo ambayo yanakusumbua. Nikasema delete zile mambo mabaya kabla hujaingia mwaka unaokuja. Lakini isiwe ni mazoea. Kama vile ulivyoingia mwaka jana, ndio bado unataka kuzoea mwaka huu. Nikasema tangu neno ihubiriwe tangu Januari mpaka sasa, ni neno gani ambayo imekubadilisha? Kwa sababu kuna wakati walisema usiwe mchoyo. Sijui kama hiyo neno ya uchoyo ilitoka kwako. Kuna wakati walisema usifanye hii na hii. Sijui kama hiyo ilitoka na ulisikia. Hama moyo ni ule wa jiwe ambayo unasikia neno lakini haiko tayari kuwa na moyo wa nyama. Kwa hivyo wakati tutakaposimama twende mbele za Bwana, wewe ongea tu na Mungu wako, mwambie Bwana, mimi ninajijua. Mimi niko na moyo wa jiwe. Hata wakiniambia niwache hii sitaki kuacha. Wakiniambia niwache matusi siwezi wacha. Wakiniambia niwache hii sitaki. Kwa hivyo ambia tu Bwana akusaidie. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tangu ulipomjua huyu Mungu mpaka leo hii, ni nini ambayo umebadilisha katika maisha yako? Hata mtu akikuona anasema yenyewe huyu alibadilika. Huyu kweli alichukua hatua nyingine. Wewe kama ulikuwa ukisengenywa zamani. Kuna mama mmoja juzi alikuja, akaniambia pastor, nilikuwa kwa kazi, akaniambia pastor, mimi naumia saa hii. Sijui nichukue panga ama sijui nichukue nini. Mimi naumia, nataka niende nifanyie wale vibaya. Na akasema hao majirani yake wanamcheka. Ati ametoka tu kwa nyumba hivi na wanamcheka. Na wako na mambo juu yake. Na mimi wamekuwa, hata kuna siku wamenisengenya mimi nimekaa kwa nyumba. Mimi pastor, mimi naumia, nataka tu niende nishughulikie hao. Bwana yangu amenionya akaniambia niwaachane nao, lakini mimi naona sitaki kuacha. Na mimi nilikuwa napita hivi nikaona nikuje mahali wewe huko. Nikaulize, wanakusengenya? Na mimi nauliza, na wewe nao umesengenya watu mara ngapi? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kama kusengenywa unasikia uchungu, na wewe umesengenya watu mara ngapi?
Na wale wenye umesengenya wangekusikia, wao na wangesikiaje? Niliuliza Yesu alirahisi. Wamekucheka. Na wewe ile watu unachekanga, si kuna mtu alipita ukamcheka. Labda alifaa vibaya ukamcheka. Labda alipigwa hata na mumewe ukamcheka. Wewe naye, wewe umecheka watu mara ngapi? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Unajua wakati mwingine ile mambo mnafanya ndio bado ukitendea mtu mabaya na mabaya inafanya nini? Inakurudia. Sasa swali ni je, kabla hujachukua uamuzi ya kuona ule alinifanyia hii, wewe mwenyewe umekuwa ukifanyia watu mangapi? Ukisema huyu mtu ni muongo amenidanganya, na wewe umedanganya watu wangapi? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nasikia mtu anasema mimi sipendangi uongo, lakini yeye amedanganya watu. Unasikia mtu anapigiwa simu na mbulizo, uko wapi? Anasema mimi niko town. Kama mwingine tulikuwa na nyolewa naye jana. Anapigiwa simu anaulizwa uko wapi? Anasema si mimi niko nyumbani. Na mimi nikamuuliza hapa hivi ni kwa nyumbani. Akasema wachana na yeye. Si bora nimemwambia. Sasa yeye naye akidanganywa bila amedanganya, atasemaje? Mimi sipendangi watu waongo. Lakini yeye mwenyewe ni Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukijua upendi kitu fulani, wakati unapoingia mwaka nyingine, we kwanza tangulia kuacha na utembee katika uwepo wa Bwana. Useme mimi kuanzia leo nimekataa uongo, na nimekataa kusengenya watu, nimekataa kucheka watu. Badala kuwachekea nitakuwa na waombea, badala kuwasengenya nitakuwa na waombea, badala ya kuwasema mambo mingi nitakuwa na waombea. Mungu awabadilishe. Na utaona Mungu akitenda kitu katika maisha yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ikiwa itapatikana mtu amesimama kinyume na wewe, sasa wewe kazi yako si kushughulika. Wewe ni kumwambia Bwana ni asante, maana wao wacha wafanye yao, wewe utawabadilisha. Na watabadilishwa, watakuja wanyenyekee na wakwambie nisamehe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukijua kuna kitu fulani wewe upendi, wewe kuwa wa kwanza kuliwacha, na wakati unapowacha Mungu atasimama na wewe na hakuna kitu utasikia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kuna mambo mengi sana tunayapitia, lakini swali ni je, moyo wako unamjuaje Mungu? Watu wanajua watu sana. Watu wako na huzuni na watu, lakini watu hawako tayari kumjua Mungu. Tunakamilisha mwisho wa mwaka. Hata sasa bila ulikuwa unakuja kanisa, kuna kitu tu bado umeshikilia. Labda umeshikilia mzee yako, labda umeshikilia mke wako, labda umeshikilia watoto wako, labda umeshikilia majirani, labda umeshikilia hata wandugu na wajomba, jamii zenyu waliokutendea kitu kibaya. Hata labda umeshikilia mshirika mwenzako. Kwa sababu hata kanisani watu wanashikilia nanga. Mtu yuko kwa ibada lakini ameshikilia mwingine. Na tunaenda kuingia mwaka mpya. Neno ikasema lazima usaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili ni kuacha ile ya kwanza na kuingia ya pili ambaye ni ya uzima wa milele, na kutembea katika uwepo wa Mungu na kukaa katika mguu mwa Bwana. Kama hapo awali wewe hukuwa na tabia ya kuomba Mungu, ni wakati wa kusimama na kuweza kuomba Mungu. Tunapoendelea mbele, kitabu cha Yeremia mlango wa 7 mstari wa 23, kuna jambo ambayo inaendelea kusungumuza pale, jinsi wewe moyo wako unatamani kumjua Mungu. Unajua saa hii ukiweka neno kumjua Mungu na uweke neno kumjua mtu, memory ya mtu inasanya mambo ya kumjua mtu kuliko ya Mungu. Inasema namna gani? 23. Lakini naliwaamuru neno hili. Yes. Nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Sikiliza sauti ya Mungu na Mungu atakuwa Mungu. Nanyi mtakuwa watu wangu. Na Mungu atakuwa watu. Nyinyi mtakuwa watu wa nani? Kaenende katika njia ile yote mtakayoamuru mpate kufanikiwa. Sasa mwaka wa 2023 tunaambiwa tuenende katika njia ambazo Mungu anataka tutembee, si katika njia zetu, si katika mipango yetu, na si katika mawazo yetu.
tuenende katika mipango ambayo Mungu anataka tuenende ili tuweze kufanikiwa. Huenda hata mwaka huu tulikataa kuenenda katika mpango wa Mungu, ndio maana mtu amekosa kufanikiwa kile kitu alikuwa anatarajia afanikiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitu tu ambacho Mungu alikubakishia ni uhai. Na hakukubakishia bure, amekubakishia kwa makusudi, akisema ya kwamba ni vizuri umrudie yeye na utembee katika njia zake na ufanye katika mapenzi yake, ili mwaka unaokuja wacha watu wakuone. Sasa hivi wakisimamisha watu na waseme we ni nani, we unaona we utakuwa nani kwao? Na kuna watu wako na moyo wajua, anasema mimi sijali, hata wanijua wasitaki kunijua mimi sijali. Mungu anasema wacha nikuweke moyo wa nyama, moyo wa kujali. Moyo wa kujali neno lake, moyo wa kutembea katika uwepo wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tunapomaliza kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 2 ili tuweze kuomba. Swali ni je, una moyo wa kumjua Mungu? Hiyo ndio swali. Wewe uko na moyo wa kumjua Mungu ukweli ama hapana? Na sasa ukiulizwa uko na moyo wa kumjua Mungu, umejiprepare namna gani kumjua huyu Mungu? Kuna watu ambaye hata sasa hivi wako mlimani wanaomba, wanasema Bwana, nataka nikujue wewe. Nataka nikujue. Tutaimba hiyo wimbo baada ya neno. Inasema namna gani? Mstari wa 2. 119 mstari wa 2. Inasema hivi. Heri wazitiio shuhuda zake. Heri wazitiio ushuhuda zake. Wamtafutao kwa moyo wote. Wenye wanatafuta Mungu kwa moyo wote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Si kutafuta Mungu kwa moyo ambayo imekaa hivi. Unajua, si mnajua moyo bila huwa inakaa. Mnajua bila moyo huwa inakaa. Moyo huwa inakaa namna gani? Kwa wale wenye wanajua. Moyo huwa inakaaje? Nani ataeleza inakaa namna gani hivi? Moyo huwa inakaa namna gani? Sasa katika moyo bila inakaa, sijui nitatoa mfano na kitu gani. Katika moyo bila inakaa, tuseme moyo unakaa, tuseme moyo ni kitu inakaa hivi full, si ndio? Na kama inakaa hivi full, unakuta hii nusu inajua Mungu, hii nusu mnapata sasa. Hapa nusu inajua Mungu, hapa nusu haijui Mungu, si ndio? Kwa nini? Hii nusu yenye inajua Mungu inajua kuomba, Baba nakushukuru umenipea chakula. Sio moyo inajua. Ninashukuru umeniamsha salama. Hiyo moyo inajua, si ndio? Ninashukuru umenipa hii na hii. Lakini ukirudi upande hii haijui Mungu tena. Kwa hii maombi yenye aliomba akifika hapa anakanusha. Anasema wewe ni Mungu gani ambao unipei chakula? Lakini hapa alisema aje? Nashukuru umenipa nini? Umenipa chakula. Na hapa inageuka inasema nini? Wewe ni Mungu gani ambayo unitimishie ile jambo nataka kuni. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa huku kidogo ni Mungu, huku kidogo hapana. Hapa inasema Mungu atanipigania. Hapa inarudi inasema Mungu hawezi nipiga. Mungu anipigania. Yaani ameruhusu tu inanitesa. Sasa Biblia inasema tutake kumjua Mungu full, moyo wetu wote, si moyo nusu. Si hapa kidogo ni Mungu, hapa kidogo hapana. Wacha tumjue Mungu full. Na unajua ukiwachilia kujua Mungu zaidi, na unaona kuna mambo mengi sana Mungu atatenda katika maisha yako. Unajua ni kitu gani inafanya watu wengi wanakosa kujua umuhimu wa Mungu? Kenya nasababisha watu wajui Mungu ni kwa sababu ya kukosa kusoma neno la Bwana. Ni kwa sababu ya kukosa kukaa mbele za Mungu zaidi. Kwa sababu gani? Wakati unapopitia changamoto fulani, ile neno ambayo umelisoma utaanza kusema kwa maombi, unasema Bwana, umesema katika neno lako nikiwa mgonjwa wewe utaniponya.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na wakati unapitia adui anakuja, unasema Bwana umesema katika neno lako maadui watakuja kwa njia kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia 7. Kwa hivyo naomba Bwana, wale maadui ambaye ninaona wanakuja sasa hivi, wacha watawanyika kwa njia ngapi? 7. Kwa sababu hujui neno. Wakati maadui wamekaa mahali kikao juu yako, neno inasema, unasema utapendua mesa. Ile mesa ni hiyo kikao yao. Utapendua hiyo mesa yao ambao walikuwa wamekaa juu ya maisha yako. Kwa hivyo unaomba kupitia ile neno ambayo unajua, kwa sababu watu wengi hawana habari. Kwa sababu unajua kwa sababu hujui neno la Mungu inasema ya kwamba muniite nami nitaitika. Wewe unasikianga tu mtu fulani ndiye anaitika kwa maisha yako. Mtu fulani ndiye anaitika kwa maisha yako, lakini Mungu mwenye kuitika unaambie Bwana, si umesema katika neno lako nikuite na wewe utaitika. Saizi nikiita jina ya mtu hapa si ataitika? Ama hawezi itika? Ataitika. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na hivyo kama utaita mtu na itika, hata Mungu naye umuite na yeye atafanya nini? Ataitika. So unaambia Mungu, sasa mali nimefika. Kuna mali neno inasema ya kwamba wakati umefika mwisho ndio mwanzo wa nani? Wa Mungu. Unaambia Bwana, sasa si wewe umesema ya kwamba ni mwisho wangu ndio mwanzo wako. Kuja sasa nione mwanzo wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa kwa sababu hiyo, na unaona hata shetani mwenyewe alikuwa anapiga Yesu kwa kupitia neno, na Yesu naye anamjibu kwa kupitia neno. Sisi hata tukifahamiwa tujibungu kupitia neno, tunajibu kupitia maneno, na tunaleta maneno mengi hata zingine za uongo ambazo zina mbele wala nyuma. Kwa hivyo wakati ninapomaliza hii neno, inamaliza nikisema ya kwamba moyo wako uko katika kiwango gani wa kumjua Mungu. Na tangu hizi kalenda zimepita zote, neno la Bwana imehubiriwa mpaka hii kalenda tunafunga leo tarehe 31. Wewe ukiangalia kwa hii kalenda zote, ni neno gani ambaye leo hii utasimama mbele ya kiti cha enzi cha mwana kondoo na unasema ya kwamba mimi nimesimama kwa sababu ya ile neno ilihubiriwa Jumapili? Ile neno iliyohubiriwa iliyosema ya kwamba nisaliwe mara ya pili. Ile neno iliyohubiriwa ikisema ya kwamba je, mimi ninakujua namna gani? Ninasimama mbele ya kiti cha enzi. Ama ni memory ambayo inafutwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kataa kuhifadhi mambo mazuri. Kataa kuhifadhi mambo mazuri. Maana shetani anatoa mazuri kwa memory yako, na anahifadhi mambo mabaya kwa memory yako. Memory yako wakati mambo mazuri nitakana ingie inadeletiwa. Shetani anadelete mambo mazuri. Hata wewe unachangia kudelete. Na ndio naona mtu anasema hata sasa kuna watu wamechoose. Mwaka unaokuja, Bwana, nataka niende kazi, nifanye hivi. Anataka kazi yake lakini si kazi ya Mungu. Kwa sasa umeweka kiwango gani cha kumfanyia Mungu mwaka unaokuja? Huenda mwaka huu kuna kitu hujafanya vizuri, lakini mwaka unaokuja unapangaje? Uko na nini ya kuweza kumtukuza Bwana? Leo hii ukiulizwa ni watu ngapi ambao umewakomboa kukuja kwa Kristo? Tangu mwanzo wa mwaka usikie ujumbe mpaka leo. Swali ni je, ni watu ngapi wewe umeleta kwa Kristo? Na tunataka tukupe taji. Nilisema Mungu ashuke sasa na faili sasa, anakuja na anaanza nasema sasa nataka nianze. Wenye walileta watu kwa Kristo waje hapa. Na waje nao watu walikuja nao kwa Kristo. Wewe utapatikana wapi? Si sasa watu. Na unajua ingekuanga ati kuingia mwaka ingine ni kukaguliwa. Kama vile wanakaguanga kazi ya serikali. Sijui kama tungefunga hiyo mwaka ingine. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na anakuja tu na file na kusema sasa nataka nikague wale watu ambaye mwaka huu kwanza wanaanza ni nani hajawahi kosa Jumapili hata moja. Wasimame. Mtu ule hajawahi kosa Jumapili hata moja asimame.
Haijalishi kama ni hii kanisa ama hata ulikuwa safari ukaenda kanisa ingine huko, lakini hukuwahi kosa kanisa hata siku Moja. hii. Kalenda inakamilika kama wewe hujaichelewa. Haya, simameni. Hiyo ndio nini ya kwanza ya kuingia mwaka mpya. Mnanielewa? Masharti ya kwanza ya kuingia mwaka mpya, wale hawajai kosa wasimame. Sijui hii nchi ya Kenya kama itapatikana. Mchungaji tu ndiye atapatikana kwa sababu yeye mpaka akuja alete neno. Na hata wengine watakosekana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Wakuje sasa. Haya, kwa hii mwaka wangapi ambaye walifanya maombi ya kufunga, fasting? Mnajua maombi ya kuomba na kufunga. Haya, simameni. Wao nao wanasimama. Hii kikundi unajua ni wengi. Utaona wanasimama wale ambao walikuwa wanafanya maombi ya kufunga. Haya, nyinyi songeni upande. Wakisema haya, nataka wale ambao wamekuwa waaminifu kwa utoaji fungu la 10, mazao na mambo mengine. So unajua wakati wanazidi kuchuchunga, wanaona si bado watu wamesalia, bado wanaendelea kutaja wakileta wapi? Upande. Sasa hivyo ingekuwa wanafanya hivyo, wewe uko wapi? Na mengine ile itasemwa huko, wewe utakuwa wapi? Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mzuri. Anatuvusha free. Lakini si free. Anatuvusha ili tumtumikie yeye. Anatufugisha ili tumjue zaidi. Na anatufugisha ili tukae chini ya miguu yake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mwaka unaokuja siwache wewe utamani sana kumjua Mungu kuliko kutamani kujua zile vitu ambavyo umetamani miaka mingi na umekuwa ukivifanyia kazi miaka mingi, mwisho zinatoweka. Lakini wewe tamani kumjua Mungu, tamani kumfanyia Mungu kazi, na tamani kukaa mbele za Mungu. Hata sasa wakisema haya, wale ambaye hawakuwahi chelewa mwaka huu, ama waseme tu ni saa gani ulikuja mapema. Mtu aliwahi ingia kanisa saa 2 ama saa 11 ya asubuhi ama saa 9 ya usiku, wasimame. Utakuta kuna watu hawatasimama na ni wazuri. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo si utamani hata mwaka kesho kufanya zaidi. Kama ulikuwa unakuja ukichelewa unasema mimi natamani sasa kukaa kwa Mungu, nikiangalia saa, nikiangalia muda wa maombi, nikiangalia muda wa kukaa miguuni pake, na yeye Bwana atatenda. Nataka tuimbe hiyo wimbo, natamani. Nataka nimjue, nimfahamu Bwana. Moyo wangu watamani. Nataka ni kila mtu asimame tuimbe hiyo wimbo. Kama kuna mtu anajua aweze kutuimbia. Karibuni. Ukitafakari mbele za Mungu kwa hii muda ambayo imebaki. Maana imebaki masaa, na hata hiyo masaa wengine wetu hawatafika. Ukiangalia nchi mzima utakuta kuna watu hawatafika, lakini wameamka wakiwa salama. Kwa hivyo wewe taka kumjua huyu Mungu. Wacha kutaka kujua na ujiprepare ku delete ni kwa Kiswahili ni kusema vuta, si ndio? Futa ile mambo mabaya. Ruhusu mambo mazuri yaanze kuingia. Ruhusu neno la Mungu ianze kukata kuanzia kesho, natembea kwa neno. Ruhusu hizo, wachana na hizo mabaya, vuta na waambie Bwana nisaidie. Memory yangu inakuanga tu ya kubeba mambo mabaya peke yake. Natamani leo mambo mazuri ikae katika moyo wangu. Asante, tusimame.